Okay. Hatimaye tena tukibomba tukia sawa zaidi. Sasa tuazidi kusonga na burudani bomba zaidi. Hii hapa inakwenda kwa jina la Queen Face. Katika episode safi ya 5 uko na Mgojosoni mwenyewe. Usipate mashaka yote. Sasa nakuletea kigongo katika mikono salama zaidi, na sasa tunaanga pale ambapo tulishia katika episode safi iliyopita kujua muktadha wa vingi sana ambao vimejificha. Hizi picha za Mgojosoni usihangaike sana, chimbo ni moja tu. Wewe type hapo file DJ, mambo yatakuwa sawa zaidi. Hii hapa katika episode safi kuna gundua mengi sana ambayo yamejificha, na sasa tuanzie hapa kupata muktadha wa kizaza zaidi. Yes sir. Wow. Okay, tunaonga pale pale. Basi wamba ipata mashaka sana. Kuisi wenda binti amemwona kwa mara nyingine tena, lakini kumbe alikuwa yuko sahi sana. Basi aliweza kukutana bibie na Queen Dog. Anasema nini ambacho kimekuleta? Anasema anahitaji kujua juu ya watu ambao walihusika na kile ambacho kiliweza kusababisha madhara sana katika future ambayo ilipita zaidi. Lakini sasa binti atujue iliteta nini sana na Queen Dog. Baadaye aliweza kutolewa na shaman. Anasema kitabu cha wasomi ndio kitabu ambacho kilichangia sana kupoteza maisha ya babako, kwa sababu mawazo ambayo yalikuwa ndani ya kile kitabu yangeweza kubadilisha mtazamo zaidi. Basi leo ni katika wanasema uhakiki wa watu na watoto ambao wanahitaji kupata nafasi ya kuingia katika selection za kikwini katika jumba la kifalme. Basi yapitishwa majina mengi sana, lakini pia Queen Dog anaweza kupitisha jina la binti. Anasema ni mtoto wa Onko, naye ameweza kupata nafasi. Lakini pia upande wa pili Mtamu anamwambia binti lazima awe makini sana kwenye hiki ambacho ameweza kuchagua. Lakini pia aliweza kuletewa walimu ambao watampatia mafunzo. Kumbuka huyu ni Unibo, sio Uniki. Yaani ni pacha yule ambaye alipoteza maisha. Kwa binti anahitaji afundishwe namna ya kula, namna ya kufanya step za kumovu na vitu mbalimbali ili asije akaja katia aibu katika jumba la kifalme. Basi binti apatiwa mafunzo na mama mmoja hivi akiwa na kijakazi wake. Basi hatimaye binti aliweza kufanikisha mafunzo, ilikuwa ni furaha sana. Sasa tuelekea upande pili kwa waziri ambaye kwa sasa alishika sana taifa. Nasema niko na binti yangu hapa, naletea zawadi mbalimbali na watu wengi wakiamini kwa nafasi ya sasa ya kwenda kuipata mtoto wake. Basi mtu alikuja kuleta taarifa kwa prince. Anasema kama utanipa ofa ya kuseto, nenda kuambia wapi binti anapatikana. Basi binti aliweza kukutana na mtu. Anasema nini ambacho kimekuleta hapa? Anasema rafiki yako alifika katika nyumba yangu akiwa ananiomba sana msaada. Basi mtu kumbuka anampenda sana binti, lakini ndo mastermind ambaye yuko nyuma ya mambo mengi sana kwenye kikosi cha wale watu ambao wanaitwa ni wasomi. Anasema mimi ni chief minister, ina maana unitambue, hebu nipishe niweze kupita. Na wewe unatakiwa uoneshe nidhamu kwa upande wangu. Ili mkela sana bwana mdogo, sababu mtu pia aligusia habari fulani za babu yake na huyu bwana mdogo. Basi aliweza kumfanyia kitendo ambacho tu aliweza kujikuta anaingia ndani ya maji. Basi akiwa anapiga story na binti, hasa kuna vitu ambavyo watu walivifichaga kwenye mioyo yetu. Watu wanapitia mambo mengi sana katika maisha, lakini kuna mengine yanabakiki kama kumbukumbu tu kwenye nyuso zetu na kwenye mioyo yetu. Hasa binti kwa nani ambaye anajua hayo? Mimi naitwa Yeon. Basi binti leo alimtajia jina lake mtu huyu. Mtu alikuwa ni furaha sana kwa upande wake. Hata hivyo alifurahi sana kupata nafasi ya kulitambua jina la binti. Sasa binti akiwa anahitaji kurejea hapo, alipishana na mnyama. Aliwaambia waziri na kizaza zaidi. Anasema nakumbuka nipaga nafasi, lakini mambo ya kwenda sawa zaidi. Anasema wakati unakuja. Basi mtu alikuwa anahitaji kukutana na Queen Dog. Anamwambia juu ya safari yake, lakini pia mtu ambaye alikutana naye njiani. Lakini pia kuna namna ambayo alikuwa anamfikishia ujumbe mama. Lakini pia upande wa pili kwa waziri aliweza kufika kwa mama yake na huyu ambaye ni prince wa sasa, lakini pia ndo the king. Anasema anahitaji kukutana na mtu huyu, yaani nakutana kukutana na waziri nipate naye kinywaji, kuna jambo nataka nitete naye. Basi mtu aliweza kuitwa na the king. Anasema nimekuita hapa kwa sababu pia nahitaji kujifunza mambo mengi. Nasikia una jeshi ambao nalimiliki na pia ni watu mahiri sana katika uwindaji. Mzee anaingia chaka. Anasema pia tuna jeshi huko milimani ambao linafanya shughuli ya uwindaji, lakini kama utahitaji kujiunga nasi, nafasi ipo.
hawezi kurekodi na mvua. 지금 말이야. 야, 그 대군이 누구냐? 대군 왕족 아니냐? 왕족. 나 Tunaunganisha kibabe zaidi. The King aliomba aweze kujumuika na timu hii katika swala la shughuli za uwindaji, lakini pia mtaalamu wa Dong aliweza kushuhudia ile tukio. Anasema leo nimeweza kuona kitu cha ajabu sana. Nimeona mkusanyiko wa uwindaji. Anasema nini ambacho kilikupeleka kwa Prince? Anasema wana alikuwa anahitaji kukuona na yule anatokea familia ya kitajiri. Sasa inakuwaje tushindwe kufuzia bingo? Anasema kwa sasa nahitaji kuingia Paris kwa sababu nimepata nafasi ya kuparticipate katika mashindano ya kuchaguliwa kuwa queen katika jumba la kifalme. Hili mkela sana mtaalamu. Anasema kuanzia leo kabinti kadogo haka ndo katakuwa kanakupa taarifa za nini tunatakiwa tufanye. Basi upande wa pili kwa binti sasa, haya tukiwa ingie katika mchujo akiwa kama mshiriki rasmi. Basi mama aliweza kutoa mwongozo kwa nini ambacho kitaweza kufanyika. Anasema kupitia ribbon ambazo zitakuwa zina ufanano, tunatengeneza nafasi ya watu wawili kukaa katika chumba kimoja kupitia mfanano wa vile ambavyo vimepata. Binti alipata kumbukumbu na mshtuko baada ya kuiona sura ya Yunibo. Aliwaza sana kwa sababu anamkumbuka mtu huyo. Basi alikuwa na mashaka sana, lakini baadaye na binti alikuja, yani Yunibo, na kuhisi ya kwamba mtu huyo mwenda alikuwa anamjua dadake. Basi bibi anapiga kelele kwamba gauni limechana. Na mtu ambaye amechana gauni ni hapa binti. Anambia ndo umefanya kitu kama hii. Anambia utakiwa makini bwana, kwa sababu kesho tunaenda katika mchujo, takiwa ulinde vitu vyako. Anambia nini ambacho umefanya? Anasema mimi natokea Kim Song hiyo. Anasema haijalishi hiyo. Basi binti alijawa na huzuni sana, lakini asijui nini cha kuweza kufanya. Basi mabinti wote waliweza kuungana kutengeneza nafasi ya kumsaidia binti huyo asije akakosa mashindano. Lakini sasa upande wa pili kwa The King anajiweka sawa, kwa sababu kwa sasa anahitaji kuingia katika shughuli ya mawindo na mnyama Kimu ili aweze kugundua nani ambaye alihitaji kumshambulia siku ile. Sasa anajiweka sawa zaidi. Hapa aliweza kuingia bibi yake ni Queen Doage. Anamwambia nini ambacho amefanya. Anasema siwezi kurudi nyuma kwa wakati huu. Basi The King akiwa njiani baada ya kufika katika ile eneo alizuiliwa kwanza, lakini baada ya kupata amri ya kwamba ni mfalme, watu hao waliweza kusalenda. Kumbuka haya maeneo yote yanamilikiwa na mnyama waziri wa ulinzi Kim kutoka Kim Crane. Basi alifika na kukutana na mwenyeji wake. Anasema basi leo tutajumuika katika swala la kwenda kufanya shughuli za uwindaji, lakini pia nataka nione skizi ya vijana wake. Mmoja ya vijana akiwaangalia hapa anamuona kama ana kovu na namna ambavyo anafanya zile footstep. Kuna kumbukumbu anaipata. Anakumbuka ndo Mnyaturu mbona aliyenishambuliaga huyo, na mwamba anavunga mfungo. Anasema hakika inavutia. Sasa The King anahitaji kujua kweli, lakini lengo lao ni kuingia kuweza kumwinda Tiger. Basi wanaingia katika mawindo. Kijana anawaganyisha wenzake, lakini mbaya zaidi anajikuta anafukuziwa na jeshi la kifalme. Hii ikampa mashaka zaidi. Wanataka mkamate mtu huyu ili aweze kuwapatia majibu ya nini ambacho kiliweza kutokea. Basi baadaye baada ya kumpoteza waliweza kujumuika upande wa pili, lakini yule the best swordman ambaye anamlinda mfalme alienda kula sahani moja na mtu huyo. Baadaye kuweza kujua nini ambacho kilitokea, lakini baadaye pia tunapata kupata mwongozo wa kwamba walifanikiwa kuweza kumuinda chui mkubwa sana, lakini alipenyezewa ujumbe ya kwamba kijana wake mmoja hayupo. Hii ilimpa mashaka sana Mr. Kim. Lakini pia upande wa pili kwa mtaalamu, kuna kumbukumbu ambayo anapenya katika bongo zake, kuna namna haijakaa sawa zaidi. Anasema yuko wapi mtu huyo? Anasema tumemkamata, lakini kwa sasa hali yake haijarejea sawa. Anawaambia basi iwe siri mpaka atakapokuwa sawa zaidi. Lakini sasa upande wa pili ndo siku ya kamchujo rasmi katika jumba la kifalme, weza kupata top 3 ya watu ambao wataweza kuingia katika king'ang'anio cha kugombania ukwini. Basi kama ilivyokaa kama ilivyoda. Basi kila mtu alikuwa amejiandaa vyema, na hapa alikuwa wanasubiriwa Queen Doage pamoja na mama yake na The King kwa ajili ya kuhakikisha wanafanya mchujo sahihi. Basi baada ya kuingia na kuanza shughuli rasmi ya utambulisho, watu wote walijitambulisha vyema zaidi. Binti mbalimbali kutoka katika familia ambao ni za kitajiri waliweza kupata sifa, lakini pia naye binti alipata nafasi ya kuweza kujitambulisha. Lakini upande wa pili mfalme anapata taarifa ya kwamba binti kutoka Gyeongong, mtoto wa Mr. On, naye atakuwepo. Hili mshangaza sana The King. Moja kwa moja aliingilia mchezo. Anasema na mimi nahitaji kushuhudia
kile ambacho kinaendelea. Yaani kama mara ya kwanza tu. Basi binti kutoka kwa mtaalamu ilipofika, yani Dota kutoka Onkyo, zamu yake ilipofika, mfalme alipigwa na butwa sana. Hapa alihitaji kwenda kukagua. Sasa kwenda kucheki, anaiona sura ya Yunikina, huyu Yunibo. Sasa nafikiri nini ambacho kinajiri katika episode safi inayofuata? Usipange kukosa. Tuongozane sawa bila kupata kigongo bomba zaidi. Hapa ni sound ya Mgojo sound ya Falu DJ. Kama dawa kama kawaida. Sasa hebu tukutane katika episode inayofuata kwenda kuenjoy tamu burudani bomba zaidi. 왕은 결국 그 명을 번복할 수 없는 못 들어가느냐? Alright. Yes sir. Wow. 여기 그만.